jinsi ya kupata kibali au kuvuta kibali kwa Mungu na watu. Watu wengi sana tukiwa tunaomba huwa tunamuomba Mungu atupe kibali. Mungu nipe kibali. Lakini tunaweza tukawa tuna kibali kwa Mungu lakini tusiwe tuna kibali kwa watu. Kwa sababu mbingu ni mbingu za Bwana na nchi amewapa watu. Inawezekana ukawa na kibali kwa Mungu, Mungu akawa na kibali na wewe. Haleluya. Kibali cha Mungu maana yake ni nini? Ukawa na anointing, ukawa na mafuta lakini watu wakakukataa. Kibali kinatakiwa kiwe pande zote mbili. Mungu akikupa kibali kwake yeye, akupe na kibali kwa watu kwa sababu ndio unaishi nao. Ngoja nikuoneshe maandiko. Luka sura ya 2 mstari wa 52. Luka sura ya 2 mstari wa 52 inasema, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Ukienda kwenye lugha ya Kiingereza pale utaona, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. And in favor with God and men. Neno kupendeza, lugha ya Kiingereza pale na ya Kiebrania imeandika ni favor, yani kibali. Haleluya. Maana yake alikuwa na kibali, akaongezeka katika kibali kwa watu na Mungu. Na ndio maana ngoja nikwambie, unaweza ukawa unaomba, unafunga, Mungu anakuelewa lakini watu bado hawajakuelewa. Na ndio maana maombi yako lazima ujue namna ya kuomba vizuri. Wakati mwingine wako unaomba tu, Mungu nipe kibali, Mungu ninaomba kibali chako. Unaweza ukapata kibali cha Mungu lakini ukisipata kibali cha watu. Na ndio maana ile andiko limesema akapata kibali kwa Mungu na watu. Inawezekana ukawa na mtumishi, una mafuta mazuri lakini hauna kibali kwa watu. Mwimbaji, unaimba vizuri, Mungu ameweka mafuta lakini hauna kibali kwa watu. Kwa Mungu ni tiki lakini kwa watu hakuna. Sasa nataka nikufundishe keys, funguo za kufungua kibali kinachovutwa cha Mungu na watu. Nataka nikuonyeshe kibali ni nini, au umuhimu wa kibali. Umuhimu wa kibali kwako ni nini? Kibali kinaondoa maisha yasiyokuwa na matokeo. Kibali kinaondoa maisha yasiyokuwa na matokeo. Mfano, wana wa Israeli walitumika miaka 400 hawana matokeo. Lakini siku Mungu alipowapa kibali juu ya Wamisri, walipata vitu kwa Wamisri. Kila mmoja alienda akaomba kitu kwa Wamisri na alipewa bila maswali. Kibali kinafuta maisha yasiyokuwa na matokeo. Unaweza ukawa na maisha, unafanya kazi lakini hayana matokeo kwa sababu huna kibali. Kazi ngumu, matokeo madogo ni chanzo cha kukosa kibali. Ukiwa na kibali utafanya kidogo, utavuna kikubwa kwa sababu kuna Mungu anayepush. Kibali ufuta maisha yasiyokuwa na matokeo katikati yako. Namba 2, kibali kinafanya nini? Kibali kinaondoa maisha ya kukataliwa. Kibali kinaondoa maisha ya kukataliwa. Wakati mwingine, ngoja nikwambie, wakati mwingine usio wakati wote wa kushindana na shetani na vunja roho ya kukataliwa na kataa roho ya kukataliwa. Wakati mwingine shetani anakuweka bize udili na kitu ambacho sio sahihi wewe kudili nacho. Na ndio maana ngoja nikwambie, Petro akawaambia wanawake, msijivike tu kwa mavazi mazuri na kujipamba kwa uzuri wa nje, jivikeni utu wa ndani. Maana yake vaeni kibali. Kuna uzuri wa ndani ambao wanadamu hawezi kuona kwa macho, ambao watajisikia tu kuwa na wewe. Yaani mtu anasema napenda tu hata unavyoongea, nampendaga tu huyu dada awe karibu yangu. Maana yake Mungu amekuvika kwa uzuri usioonekana. Katika ibada ya leo, Mungu akuvike kwa uzuri usioweza kuonekana. Yaani mtu anajisikia tu, mimi najisikia kuwa na huyu. Haleluya. Kibali kinavunja kukataliwa kwenye maisha. Mchungaji kila anakoenda nakataliwa. Huyu amenikataa, yule amenikataa.
Usianze kusumbuka wakati mwingine umeomba sana kuvunja roho ya kukataliwa, lakini bado ipo. Inawezekana ile roho imeshakimbia, ila umekosa kibali. Anza kumwambia Baba, nivike kwa vazi la kibali. Haleluya. Niweze kupendwa nawe pamoja na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kibali namba 3. Kibali huinua. Kibali huinua. Zaburi ya 89 mstari wa 17. Zaburi ya 89 mstari wa 17 inasema, maana fahari ya nguvu zao ni wewe, na kwa radhi yako pembe yetu imetukuka. Na kwa radhi yako, kwenye lugha ya Kiingereza pale anasema in their favor. Maana yake radhi ni kibali kwa lugha nyingine. Kwa radhi yako pembe yetu imetukuka. Maana yake kibali ndicho kinachoinua. Ili uinuke, unaona, nikiona maisha ya mtu ambaye hayapandi, hayana matokeo, wewe ngoja nikwambie, Biblia inasema hivi, Mungu anatutoa utukufu kwenda utukufu. Wewe kila siku upande uko level ile ile, maana yake umekosa kibali. Kibali ndio kinafanya mtu ainuke. Kibali kilimfanya Daudi aliyekuwa mchunga kondoo ageuke kuwa mfalme. Kibali kilimfanya Esther mtu ambaye ni yatima, hakuwa na wazazi, hakuwa na mtu wa kumpigania. Katika kitabu cha Esther sura ya 2 mstari wa 7 inasema Esther alikuwa yatima akilelewa na mjomba wake Mordekai. Unaweza ukasema mimi ni yatima, sikunikosa wazazi wa kunilea ndio maana niko hivi. Ngoja nikwambie, kulikuwa kuna mtu ni yatima ana wazazi, lakini alipata kibali. Haleluya. Na kile kibali kikamfanya kuwa malkia katika nchi ya kigeni. Kibali kinaweza kikakuinua. Una biashara unauza, unataka kuinuka, kibali. Una kazi yoyote, kibali. Una huduma ndani yako, kibali. Unataka kuinuka kwenda juu, tafuta kibali. Haleluya. Ninamwona mtu mmoja kwenye ibada hii ambaye anasema amen kubwa, anaenda kuinuka kutoka kwenye misingi kwenda juu katika jina la Yesu. Nini kinaweza kumuinua mtu? Kibali. Kibali kilimuinua. Hawa ni watu walioinuliwa na kibali. Hawakuwa na watu, hawakuwa na sponsor. Daudi ni mtu ambaye alikataliwa mpaka na ndugu zake hawakumpenda. Wakasema wewe mwenye kiburi, rudi kachunge kondoo. Baba yake wakati Samueli anakuja kuweka mafuta akaambiwa watoto wote wako wapi? Akamwambia nimemaliza wote. Kumbe Daudi kamsahau. Baadaye Daudi anasema kuna kamoja sikatarajii. Maana yake watu wote hawakumtazamia Daudi, lakini Mungu alimpa kibali Daudi akainuka. Haleluya. Haijalishi kama watu wote watakukataa, kibali cha Mungu kikiwa juu yako utaenda kunyanyuka katika jina la Yesu. Kibali cha Mungu. Haijalishi ni nani anayekupinga, ila kibali cha Mungu. Haijalishi hata kama anayekupinga ni nani, ila kibali kikiwa juu ya mtu kinamuinua mtu kutoka mavumbini na kumketisha na wakuu. Utaenda kuketi na wakuu katika jina kuu la Yesu anadhatalia haya. Namba 4. Kibali kinakuwezesha kumiliki. Huwezi kumiliki bila kibali. Kibali kinakuwezesha kumiliki. Wana wa Israeli hawakuwa na chochote, ila Mungu akawapa kibali machoni mwa Wamisri. Wamisri wakawapa vitu vyao, wakaweza kumiliki. Kumiliki afya ni kibali. Kumiliki unachokimiliki, ndoa, ni kibali. Kumiliki chochote ni kibali. Unataka kumiliki nyumba, ni kibali. Unataka kumiliki gari, ni kibali. Unataka kumiliki chochote, kibali cha Mungu kikiwa juu yako utaweza kumiliki. Yoyote mwenye kibali umiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo Mungu akupe kibali cha kumiliki katika jina la Yesu. Namba 5. Haleluya. Namba 5. Kibali ni ulinzi dhidi ya mabaya. Kibali ni ulinzi dhidi ya mabaya. Zaburi ya 41 mstari wa 11
Zaburi ya 41 mstari wa 11 inasema, kwa neno hili nimejua ya kuwa wapendezwa nami, kwa kuwa adui zangu hawasimangi kwa kunishinda. Ukisoma kwenye lugha ya Kiingereza anasema you are favorless me, umenipendelea au umenipa kibali. Haleluya. Adui au mabaya, kibali ni ulinzi dhidi ya mabaya. Ukiwa na kibali, hata magonjwa huwa yanakaa mbali na wewe. Ukiwa na kibali, afya yako inalindwa. Maana yake kibali ni Mungu pamoja na wewe. Mungu akiwa pamoja na wewe unakuwa na kibali. Haleluya. Kuna vitu Mungu atakulinda navyo. Kuna vitu Mungu atakuepusha. Wakati mwingine, ngoja nikwambie, kibali ni ulinzi dhidi ya uovu usikupate. Kitu kilichomfanya Daudi kuendelea kuwa mfalme japokuwa na makosa, alifunikwa na kibali. Alifunikwa na kibali. Katika hii dunia ambayo tupo, kuna wakati unakuwa na mistake zinatokea. Lakini ukiwa na mistake alafu usipokuwa na kibali, huwa ulijishui. Mfano mwingine ni Esau. Alikosea tu kwa kumuuzia ndugu yake chakula na kupata, na katika kitabu cha Ibrania anasema hata alipolia akurejeshewa. Kibali, haleluya, kilikuwa juu ya Yakobo. Yakobo ndio alikuwa kukosea, alifanya mengi ya kukosea, lakini kwa sababu kibali kilikuwa juu yake hakuweza kupoteza. Angalia Ibrahimu, kuna kipindi alidanganya, lakini Mungu alienda kumsaidia. Alidanganya kabisa, akamwambia Sara, njoo, utasema wewe ni dada yangu. Wakafika kwa mfalme wa kigeni. Haleluya. Sara, wewe ni dada yangu. Yule mfalme akasema si dada yako, nimempenda. Akamchukua Sara. Ibrahim, mimi sijui, nataka wote tuingie kwenye ulimwengu sijui wa fikra, sio wa roho. Nikikwambia ulimwengu wa roho hapa kuingia, unaweza kusema mchungaji ananipeleka mbali. Tuingie kwenye ulimwengu wa fikra. Kila mmoja aanze kufikiria. Hivi wewe ukiwa kama mwanaume umemkabidhi mke wako afu jamaa anaenda naye, unarudije nyumbani? Ndicho Ibrahim alichokifanya. Katika maandiko akamkabidhi Sara, akasema ni dada yake. Jamaa akaenda naye, afu akarudi akamwambia wewe endelea kusema tu dada yangu. Akarudi. Yumo ndani alikuwa anakaaje, alilia. Ibrahim alikosea? Ndio, alisema uongo. Mungu alipomfuata yule mfalme, kabla hajalala na Sara, alimwambia usimguse huyu mwanamke, maana ni mwanamke wa mtumishi wangu, nabii wangu. Ukimgusa na kuua. Sasa Mungu anamuua. Yule mfalme akamuuliza Mungu, amesema ni dada yake. Akasema ukifanya hili kosa na kuua. Mungu anaenda kumtetea Ibrahim hata kama amefanya dhambi, kwa sababu Ibrahim ana kibali kwa Bwana. Narudi kwa msi, unielewe kibali kinavyofunika zidi ya uovu. Hata kama kuna uovu, Mungu anaendelea kufunika. Musa alioa mwanamke ambaye hakustahili kuoa, Miriam, na mwenzake wakaanza kumteta. Pale Mungu akatokea akamwambia, amkuogopa huyu mtu, nimemfunika kwa kibali. Hata kama una makosa, kuna wakati shetani haruhusiwi kukuonea, maana kibali kimekufunika. Ngoja nikwambie, kibali kikiwa kimekufunika, hata kama kosa limetokea, Mungu anasimama kukutetea. Kuna watu wananielewa hivi? Nimeona watu ambao wamekosea katika maandiko, lakini kwa sababu kibali kilikuwepo, Mungu alishuka kutetea. Mmoja wapo Ibrahim alidanganya. Musa alikosea, lakini bado kibali kiliwafunika. Katika hii dunia mistake zipo, kukosea kupo. Sasa kila unapokosea unapoteza. Kwa nini kila unapokosea adui anakuadhibu? Ni kwa sababu una vazi la kibali. Mwambie Baba, nivishe kwa vazi la kibali, ili adui asiendelee kunitesa kwa kila kosa nilifanyalo. Nyosha mikono yako, mwambie Baba, nivishe kwa vazi lako la kibali katika jina la Yesu. Amen. Kibali kinakuvika uovu ulionao usionekane. Yaani